Ni vizuri nikukumbushe ya kwamba unafaa kuwa chini ya mamlaka, na ni heshima ukiwa chini ya mamlaka ya Kristo, ya kwamba utawala wa Yesu ndio unazungumzaga juu ya maisha yako. Na kwa yule amebarikiwa sana, ndio yule anasema amempokea Yesu kama Bwana wa Mwokozi wa maisha yako. Na wakati unakubali kuwa chini ya mamlaka ya Kristo, naye Kristo huwa anakupatia mamlaka, anakupa mamlaka, anakupa uweza wa kuweza kutawala mwili wako kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na ni vizuri kuhakikisha kwamba katika maisha yako haukosi Roho Mtakatifu ambaye atakusaidia sana na atakuwa manufaa kwako katika maisha yako. Yeye ndiye huwa anatuwezesha na anatusaidia kwa watiifu, kwa sababu yeye tangia mwanzo amekuwa mtiifu. Roho Mtakatifu amekuwa mtiifu, huwa anatii kile anapokea kutoka kwa Yesu, na huwa anatii neno la Kristo. Na wakati mmoja unakumbuka Yesu akasema ya kwamba mimi huwa sifanyi yaliyo yangu, lakini nazungumza yaliyo ya Baba. Na Roho akasema ya kwamba nani nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atawakumbusha yote yale nitakuwa ninawafundisha. Kwa hivyo ni vizuri kukuwa na Roho Mtakatifu ambaye ni wa maana sana. Na ukiwa na yeye utaanza kuelewa na kujua umuhimu wa kuwa mtu mtiifu. Uwe mtiifu kwa kusoma neno la Bwana, uwe mtiifu kwa kuomba, uwe mtiifu kwa kuombea walio juu yako, uwe mtiifu katika kufanya yale ambayo unaongozwa na nakusaidia. Ijapokuwa wakati mwingine inakuwa vigumu, lakini vizuri kuwa watiifu, na pia kuwa watu ambao wanatamani na wanataka saa zote na dakika yote kufanya jambo ambalo ni nzuri. Ni vizuri wewe kufanya mambo vile inafaa, na tena kufanya mambo kwa uzuri. Doing things in excellent way. Haijalishi kama utapongezwa ama utapongezwa, lakini vizuri kujifundisha kufanyaga vizuri wakati unaonekana na wakati uonekane. Na tufanye vizuri, tujifaidi. Tunafanya vizuri kwa sababu tunaagizwa kufanya ile mzuri. Tufanyie hata wale wasiotupenda, wanaotuudhi, lakini wewe uwafanyie vizuri. Na pia ni vizuri kuwa mnyenyekevu, mtu ambaye ako tayari kusikiza wengine, kusikiza maoni ya wengine inaweza kusaidia. Uko tayari ku learn from others. That's a humble person, ambaye you are ready to learn from watu wengine, and that make you to be strong.